Simulizi ya usichokijua kuhusu pesa. Mtunzi ni DJ Manumbu, inasimuliwa kwenu na mimi binti Zuri. Kulikuwa na wakati ambapo dunia haikuwa na pesa. Watu waliishi kwa kubadilishana vitu, mfano ng'ombe kwa mahindi, samaki kwa chumvi, au kazi kwa chakula. Mfumo huu uliitwa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Ingawa ulikuwa rahisi kueleweka, ulikuwa na changamoto kubwa. Mfano, mtu aliyekuwa na kuku alihitaji kupata mtu mwenye mahindi ambaye pia anataka kuku, hali ambayo haikuwa rahisi kila wakati. Hapo ndipo wazo la pesa lilipoanza kuibuka. Pesa ni nini? Pesa ni chombo kinachotumika kurahisisha biashara. Ni kitu kinachokubalika na jamii kama njia ya kubadilishana bidhaa na huduma. Pesa pia hutumika kuhifadhi thamani na kupima thamani ya vitu. Kwa nini pesa ilianzishwa? Pesa ilianzishwa ili kurahisisha biashara. Mfumo wa kubadilishana ulikuwa na matatizo mengi: kukosekana kwa uwiano wa thamani, ugumu wa kuhifadhi bidhaa, na kukosekana kwa mahitaji yanayolingana. Pesa ilikuja kama suluhisho la matatizo hayo. Pesa ilianzishwa na nani na wapi? Hakuna mtu mmoja anayejulikana kama mwanzilishi wa pesa. Ilikuwa ni maendeleo ya taratibu ya jamii mbalimbali duniani. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa sarafu za kwanza za chuma zilitumika maelfu ya miaka iliyopita katika maeneo ya kale kama Asia ya Magharibi. Lengo la kuanzishwa kwa pesa lilikuwa nini? Lengo kuu lilikuwa ni kurahisisha maisha ya watu, kuwezesha biashara kufanyika kwa urahisi, kuongeza usawa katika thamani ya vitu, na kuweka mfumo unaoeleweka kwa kila mtu. Utaratibu wa kutengeneza pesa ukoje? Leo hii, pesa hutengenezwa na serikali kupitia benki kuu za nchi. Kuna aina mbili kuu. Aina hizo ni noti na sarafu. Pia kuna pesa za kidigitali ambazo zipo kwenye mifumo ya kibenki. Thamani ya pesa haitokani tu na karatasi au chuma chake, bali na imani ya watu na nguvu ya uchumi wa nchi. Kabla ya pesa mambo yalikuwaje? Maisha yalikuwa magumu kidogo. Watu walitegemea sana uzalishaji wao binafsi. Biashara ilikuwa ndogo na ya polepole. Hakukuwa na njia rahisi ya kuhifadhi thamani, hivyo mali nyingi zilikuwa katika mifugo au mazao. Kwa nini aina fulani ya pesa ina thamani kuliko nyingine? Thamani ya pesa hutegemea mambo kadhaa. Mambo hayo ni nguvu ya uchumi wa nchi, kiwango cha uzalishaji, utulivu wa kisiasa, na imani ya watu. Ndiyo maana baadhi ya sarafu zina nguvu zaidi kuliko nyingine. Mafanikio gani yamepatikana baada ya pesa kuanzishwa? Kuanzishwa kwa pesa kumeleta mapinduzi makubwa. Biashara imekuwa kwa kasi, watu wameweza kuhifadhi mali zao kwa urahisi, na uchumi wa dunia umeunganishwa. Leo hii, unaweza kununua bidhaa kutoka nchi nyingine bila hata kusafiri. Hiyo ni nguvu ya pesa. Hata hivyo, pesa pia imeleta changamoto zake. Changamoto hizo ni tofauti za kipato, tamaa, na wakati mwingine migogoro. Lakini ukweli unabaki. Pesa ni moja ya uvumbuzi mkubwa zaidi wa mwanadamu. Hitimisho. Pesa si tu karatasi au sarafu. Pesa ni mfumo unaobeba imani, thamani, na nguvu ya uchumi. Pesa ukielewa vizuri, inaweza kubadilisha maisha yako. Asanteni kwa kusikiliza simulizi hii ya usichokijua kuhusu pesa. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe hii channel ya DJ Manumbu.